Kuna wale ambao maybe wamejiunga nasi kwa mara ya kwanza na wanasikiza ni nini kinaendelea ulimwengu. Kuna nchi yetu ya jirani ya Tanzania. Kuna mambo mengi yanaendelea kule, na tumejaribu kutafuta wale ambao tutawafikia wako kule, tusikie habari yao ama ni nini kinaendelea haswa. Tumempata jamaa mmoja, lakini kwa sababu asingeweza kuepukika, hatuwezi kumtaja jina lake. Tumebana jina lake kwa sababu ya ulinzi wake. Kwa sababu wanasema kwamba wametishiwa maisha, hawezi zungumza na vyombo vya habari vyote. Kwa hivyo tumebana jina lake, lakini wacha tuzungumze na tueleze yuko wapi na mambo yale ambayo yanaendelea kule Tanzania. So kakangu, hujambo? Sijambo kaka, habari ya kwako? Nzuri sana, nashukuru. Asante. Tanzania kwema? Kwema kabisa, tunaendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Naam. Yes, nafikiri mnapata yanayoendelea katika Tanzania na ambayo jamii ya Wamasai yanayoyapata kwa sasa. Naam. Yes. Labda kuna mtu ama msikilizaji ambaye ama mtazamaji ambaye anasikia ama anakusikiza kwa mara ya kwanza. Okay. Hebu tupe picha haswa ya kinachoendelea kule Tanzania. Okay, nashukuru sana ndugu yangu. Naam. Hili jambo linashangaza sana kwa sababu hii ni serikali ya Tanzania ambayo imeamua kabisa kuangamiza Wamasai wa Tanzania. Naam. Na hili jambo limekuwa likiendelea kwa miaka kadhaa. Naam. Lakini sasa mahali ambayo imefika ni kwamba serikali imeamua kabisa kuangamiza maisha ya Wamasai. Naam. Kwa sababu kwa historia tangu Tanzania ipate uhuru, hatujawahi pata au kusikia au kuona kwa macho zetu kwa hujuma ambayo wananchi wa Tanzania wanapitia kwa kupitia serikali yao. Kwa hiyo ndugu yangu, inashangaza sana kwa sababu hili jambo limeanza kutokea mwanzo wa mwezi huu wa sita. Na serikali imeamua kumega eneo ambayo ni maeneo ya Wamasai ambao ni jamii ya wafugaji Tanzania. Lakini jambo hili limeenda mpaka watu wanauliwa, wanapigwa risasi kabisa, wengine hadi wa sasa wazee wakongwe na watoto wadogo tu hawajulikani walipo hadi wa sasa. Na serikali inasemaje kuhusu hilo jambo? Ni serikali yenyewe inapiga watu na hao wenye wameumizwa wanapata matibabu, ama pia wanasema kuna sehemu watu wametengewa? Okay, ndugu yangu, kauli ya serikali ni kwamba waziri mkuu amesema ya kwamba siku moja kwamba hakuna kinachoendelea Loliondo, hakuna wananchi walioumizwa na hakuna mauaji yoyote yaliyotendeka. Naam. Lakini ukiona kwenye social media iko ishara na iko kuna ishara tu nzuri wazi kabisa kwamba watu wameuliwa, wamepigwa risasi. Na kwa hivyo serikali imeamua kabisa kupotosha dunia kwamba hakuna kinachoendelea Loliondo. Lakini ukija kwenye masuala wazi tu ni kwamba watu wameuliwa, watu wamepotea, watu wamepigwa risasi, wengine wamekimbilia Kenya na wengi wametibiwa huku Kenya kwa sababu ndugu zetu wa Masai wa Kenya wameamua kutupokea, kututibu na kutupa chakula kwa sababu kwenye hospitali za Tanzania wakazi wa Masai hawezi enda kutibiwa kwa sababu kuna kitu ambayo inaitwa PF3 ambayo ni polisi ndio wanapeana wananchi ili waweze kutibiwa kwenye hospitali za serikali. Lakini sasa hiyo PF3 ukitaka kwenda kuchukua kwa polisi ni hao polisi wanaokupiga, so uwezi ukaenda kuchukua kwao kwa sababu ukipatikana wanakupiga tena. Kwa hivyo tukaamua tukaja Kenya, kutibiwa Kenya na kusaidiwa na ndugu zetu wa Masai. Kwa sababu Tanzania hakuendeki. Naam. Yes, kwa hiyo uchungu tunapitia makubwa sana. Lakini na vyombo vya habari kule Tanzania vyombo vya habari kule Tanzania hawaangazii jambo hili. Okay, inasikitisha kwa sababu serikali kufanya hili jambo kwa jamii ya Wamasai wamejipanga. Sio kwamba wamefanya tu kibahati mbaya au kubahatisha.
wamepanga kila kitu, kwa sababu ukitazama vyombo vya habari au yale media houses za Tanzania wamebanwa. Hata leo yale locals media, hata leo wakipatikana wametangaza kuhusu hii issue ya Maasai kwamba kuuliwa, kupigwa risasi, cha kufanyiwa wanafunguliwa kesi na wanaambiwa kwamba wanapotosha dunia, kwa sababu hakuna kinachoendelea Loliondo kama mauaji au unyanyasaji wowote haupo pale Loliondo. Kwa hivyo serikali imebana vyumba vya habari visitangaze haya mambo yanayoendelea Loliondo. Na viongozi wa jamii ya Wamasai kule ama viongozi wa hiyo jamii hawazungumzi? Kwa sasa viongozi wetu wote wamekamatwa hata kabla haya kutokea, kwa sababu nilikuambia pale mbeleni kwamba serikali imejiandaa kwa hili. Kwa hivyo kabla hata hii halijatokea, kwa sababu ilikuwa imetokea tarehe 10 mwezi wa 6, tarehe 9 viongozi wetu wote wakapelekwa, madiwani 9 na hata mkuu mwenyekiti wa CCM wilaya Ngorongoro wako ndani hadi wa sasa. Kesi yao inasikilizwa tarehe 30 mwezi huu, kesho kutwa, na wameshafunguliwa kesi ya mauaji kwamba askari aliyeuliwa ni wao walifanya namna huyo polisi kuuliwa. Kwa hivyo sasa hivi hakuna hata mtu ambaye anaweza kutudefend au kuongea kwa niaba ya wananchi, kwa sababu viongozi wetu wa Maasai wamefungiwa wote, wamefunguliwa kesi ya mauaji. Kwa hivyo ni vigumu hata kusemea jamii, kwa sababu hakuna mtu anayesemea jamii. Na sasa jamii wanaishi aje kule? Kwa sababu pia kuna zile tuseme kuna vitu ambavyo tumepata ama zile picha ama video zimekuwa zikisambazwa kwenye mtandao. Kuna wamama tumeona wakibeba mizigo, kuna ng'ombe wameuliwa. Je, aswa hiyo unaweza dhibitisha kwamba ni ukweli? Mambo ambayo yanaendelea mtandaoni ni ukweli, kwa sababu watu ambao ndio wanaonyanyaswa ndio wanaotuma hizo vitu kwenye social media. Ingawa serikali au wale ambao wanajaribu kupotosha dunia kwamba yanaendelea Loliondo sio kweli, wanajaribu kudivert information, kwa sababu jana yaliyotendeka jana ni kwamba ng'ombe zimepigwa risasi, punda zimepigwa risasi, na inasikitisha kwa sababu Wamaasai wameshatoka kwenye maeneo ambayo yameshamegwa na serikali. Kwa hivyo sasa hivi maeneo ambayo sio demarcated area au game control area, bado serikali inafuata Wamaasai kuwapiga pale maeneo ambayo sio mahali ambayo yamegwa na serikali. Kwa hivyo inasikitisha. This is not about conservation. This is not about just grabbing the land. Imekita mizizi, imekuwa ni unyanyasaji mtupu, kwa sababu unakuta mtu ambaye anaishi kwenye nyumba yake tu anafuatwa, anapigwa, na haishi pale kwenye mali ambayo serikali imemega. Tayari yuko kwenye nje ya hifadhi. Kwa hivyo anafuatwa, anapigwa, ng'ombe zake zinapigwa. Kwa hivyo vitu kama ya jana ni ya kweli na tumesambaza, dunia imeona, na hata mwenye hizo mifugo na punda ameongea hapo kwenye sina ambayo hiyo tukio limetokea, akasema haya ni ng'ombe zangu, nilikuwa nawapeleka kwenye maji, kuyanyosha maji na kuwaletea watoto wangu maji kwa matumizi ya boma. Kwa hivyo yule mwenye hizo mifugo aliongea kabisa pale kwenye sina. Kwa hivyo mambo ambayo tunasema ni ya kweli. Na wito wako kwa ulimwengu mzima na Tanzania na viongozi wa Tanzania ni upi? Wito wangu ndugu ni kwamba kama jamii ya Wamasai wanaoishi Tanzania tunapitia shida kubwa sana ambayo jamii yoyote ulimwenguni haijaipitia, kwa sababu serikali inafaa kulinda maisha na mali ya wananchi wake. Lakini inasikitisha, serikali ya Tanzania ya Mama Suluhu Hassan na Waziri Mkuu Majaliwa na serikali ya CCM imeamua kuangamiza maisha ya Wamasai wa Tanzania. Na sijui wanataka wananchi wa Wamasai wa Tanzania waende wapi.
kwa sababu kuna sheria, kwa sababu kwenye sheria ya Tanzania na katiba yake, sheria inasema ya kwamba kama serikali inataka kuchukua ardhi na kufanya sehemu ya uhifadhi, basi kuna sheria na procedure ambayo inafaa kufuatwa. Wananchi wanafaa kuwa involved kwenye ile mazungumzo ya meza moja na serikali. Kwa hiyo kuna sheria, lakini serikali ya Tanzania haijafuata hata sheria namba 1 kumega ardhi ya Wamasai. Kwa hivyo wito wangu kwa dunia na viongozi wote ni kwamba tujitokeze, tukanushe, let us come out and condemn this brutality, kwa sababu imekita mizizi mpaka ng'ombe ambao wasio na hatia, hawana mdomo ya kujitetea, wanapigwa risasi. This is beyond inhuman. So I just urge everybody ambaye anaona haya yakisambaa kwenye mtandao na anayesikia hata sauti hii, tujitokeze, tuikanushe yale ambayo serikali ya Tanzania inafanya, na tuitetee jamii ya Wamasai, kwa sababu tuko katika wakati mgumu ambayo tunafaa sauti ya kila mmoja. Every voice, everyone voice, everyone whatever it counts, so that we support this community. It is undergoing a lot of torture, a lot of brutality ambayo haijawahi onekana katika dunia hii. Naam, na wakati tunaenda kutamatisha, nina jambo moja ama ninataka kuuliza mawili. Ya kwanza, sehemu zile ambazo zimeathirika kule Loliondo ni sehemu ipi na ipi, na ni mradi upi ambao tumesikia kwamba kuna mradi serikali inatenga kufanya kule? Kwa kweli maeneo ambayo yanaathirika ni kwamba ni maeneo yote ya jamii ya Wamasai, kwa sababu hii issue ni ya maeneo mawili. Kwanza kuna Loliondo. Loliondo, kinachofanyika Loliondo ni kwamba ardhi inamegwa ili Mwarabu ambaye anatoka United Arab Emirates aje awinde pale. Lakini pia kuna Ngorongoro. Kinachofanyika Ngorongoro ni kwamba kuna Ngorongoro Conservation Area, NCA, ambayo wakazi pia wanaondolewa pale ili kwa swala la uhifadhi, conservation, wanaondolewa pale, lakini hao wamejengewa nyumba mahali inaitwa Andeni, mkoa wa Tanga. Wamejengewa nyumba, mtu unajengewa nyumba kadogo tu, kadogo tu, na pia unapewa hekari 3 ya shamba ili ujimudu kimaisha. Na tunashangaa kwa sababu ambao serikali wanasema kwamba tayari wamejiandikisha kuhama Handeni sio wakazi halisi wa Ngorongoro. Ni watu walihama tu kwa miaka kadhaa iliyopita kuja Ngorongoro kufanya malisho yao pale, kwa sababu pale Ngorongoro kuna sehemu kubwa ya ardhi ambayo ingetoshea hata mifugo, hata ukiwa na mifugo 1000 inatoshea tu. Kwa hivyo wale watu wakamia Ngorongoro kwa miaka iliyopita. Lakini sasa kwa sababu wameona kwamba serikali imewapa watu permanent area ya kuishi, sasa wanachukua hiyo advantage, sasa wanaenda pale. Kwa hivyo watu ambao wanajiandikisha sio wakazi halisi wa Ngorongoro. Ni watu ambao hawakuwa tu na mahali pa kuishi, walikuwa tu wanatembea, just migrants. So wanapenda serikali kusema kwamba tumewaundia Wamasai mahali pa kuishi permanent Handeni. Sasa leo ukiambiwa leo tumekupatia mahali pa kuishi permanent, hausumbuliwi tena, hauhamishwi tena, na wewe haukuwa tuna mahali pa kuishi. Sasa si utapenda tu, utafurahi, utaenda pale, utajiandikisha haraka. So those are not the real people of Ngorongoro. So wale ambao wanaathirika, msimamo wao ni kwamba hawahami Ngorongoro na hawatoki, kwa sababu hakuna mahali wanaenda, na mahali wanapelekwa Handeni kuna watu wengine, kuna shida tu ya ardhi. So leo ukihamishwa kupelekwa mahali ambayo jamii nyingine inaishi, utaniambiaje hakuna vita ambayo itatokea kati ya yale majamii ambayo
ile jamii ambayo tayari iko pale na wale ambao wanahamishwa. Bado hujasuluhisha tatizo la vita. Bado majamii hayo wawili watagombana tu. Sawa kakangu, tumeshukuru kwa sababu ya muda wako, na ya mambo mengine yakichipuka tutakupigia simu, japo tumebana jina lako kwa sababu ya yale ambayo umezungumza kwamba mruhusiwe hata kuongea na vyombo vya habari yoyote vile. Kwa hivyo tumelibana jina lako, lakini wakati ule tutahitaji msaada wako, ama mambo yote tukisikia mengine tutakupigia ili uweze kutupasha. Lakini kaka, niseme tu jambo moja kwamba naam, viongozi wetu ambao ni wa Maasai au hata sio wa Maasai ambao wanaishi, ambao ndugu zetu wa Kenya, naam, hili swala linaathiri sisi wote. naam, kwa sababu leo wa Maasai kwenye masuala kama haya, tunapokumbana na shida kama hizi, swala la kusema la uraia kwamba wewe ni Mkenya, Mtanzania, tunaiweka kando na tushikane kama jamii. Kwa hivyo ninawasitu jamii yangu ya Kimaasai, kama kuna wakati ambao tunafaa kushikana, kama kuna wakati ambao tunafaa kuonyesha umoja wetu, kama kuna wakati ambao tunafaa kuja na kusema hii ni sio Mkenya, sio Mtanzania tena, kama kuna wakati ambao tunafaa kutafuta namna ya mshikamano ili tuongee kwa sauti moja, nafikiri ni wakati huu. Naam. Yes. Sawa, nashukuru.